usifanye hili kosa la WhatsApp, au naitaga kosa la WhatsApp au kosa la email. Pale ambapo mwandishi wa habari umetumiwa taarifa kwenye email au kwenye WhatsApp, alafu tu kasema asante, basi nini unapaswa kufanya? Unachotakiwa kufanya kabla hata hujamshukuru, of course unaweza kumshukuru asante nimepokea, lakini unaweza kama ni kwenye WhatsApp. Lakini kama ni kwenye email, chukua muda kidogo, fungua ile, soma, uuliza maswali. Labda kuna saa nyingine labda ni taarifa tu ya mwaliko au kitu fulani. Lakini unaweza kuuliza maswali ya follow up. Kwa mfano mtu ametaja tu jina au hajataja jina, labda imetolewa na wizara fulani. Uuliza kama nataka kuandika hii story, ni muattribute nani? Niseme ni nani ambaye ametoa hiyo na cheo chake na nini, au kuna maswali tu ya kuweza kuuliza, au labda una details zaidi, au unaweza kunitumia linki ni kusoma zaidi kuhusiana na hiki kitu hivyo. Tayari unakuwa umejenga interest na ule mtu amejua kwamba umethamini kazi yake. Kuna hatua nyingine sasa inafuata. Kama story yako utaenda utaiandika na utaitoa, basi unaweza ukamtumia linki kumwambia baba story nilitoa kwenye gazeti, linki hii hapa, au kama kwenye website au kwenye mtandao. Kama iliruka kwenye TV labda unamwambia iliruka kwenye taarifa yetu ya habari saa fulani, kwa hiyo unaweza ukaenda labda YouTube ukaangalia, au hivyo nampa details. Au kama hamjaenda nayo, kwa sababu pia story sio kila story lazima itoke. Unaweza kumwambia kwenye postmortem tumekaa, tumeona story yako tutaenda nayo kwa sababu 1 2 3. Kwenye postmortem waga mnaamua kwamba story hii tuende nayo, story hii tusiende nayo na kwa nini. Kwa hiyo unaweza kumwambia tujienda nayo kwa sababu 1 2 3. Yule mtu atakushukuru, lakini pia atakuwa anajua sasa siku nyingine labda huyu nitamtumia story, lakini natakiwa nijaze details hizi hapa na niazingatie vitu hivi, kwa sababu story ikiwa hivi ndio hii media uwaga inatoa. Kwa hiyo tayari hata kama usipoitoa, tayari unakuwa umetengeneza rapport nzuri na yeye, unakuwa umetengeneza uhusiano mzuri na yeye, na vile vile anaona hajaitupa tu story yake kwenye media yako ikaenda. Kwa hiyo zingatia hayo na usifanye kosa la WhatsApp au usifanye kosa la email. Je, wewe umeshawahi kufanya kosa la email? Niandikie kwenye comment.